TET Soma Kwanza TV kwa habari na matukio mbalimbali ya taasisi. Kumekuwa na taarifa ambazo wazazi wamekuwa wakiwaficha watoto. Kwa mfano, mama anaweza akapata ujauzito lakini pengine akaitirafiana na yule mwenzi wake au mwenza wake. Sasa mpaka mtoto anakuja, ile mchakato wa mtoto kuzaliwa, kwa sababu alitirafiana, mtoto anaanza kukua, hapewi taarifa hususan za nani baba yako. Mpaka mtoto anakuja kukua, hajui baba yake, anaanza kuambiwa na ile jamii, lakini sisi tunahisi baba yako atakuwa ni fulani mtaani. Kwa jambo hili lina athari kiasi gani ukuaji wa kimalezi na afya akili ya mtoto? Asante kwa swali. Hii ina athari kubwa sana kwa watoto, kwa maisha yao, kihisia, ina athari kimahusiano na watu. Kwa sababu tumesema kwamba tunasimamia haki za watoto. Ni haki ya msingi ya mtoto kujua historia yake, kujua chimbuko la wazazi wake, kujijua tu historia yake, kama yeye ametokea wapi, mzazi wake ni nani, mama ni nani, baba ni nani. Kwa hiyo huwa tunapenda kushauri sana wazazi, ikitokea hali ya namna hiyo, mtu ajikaze kwa namna ambavyo anaweza, mtoto asiwe sehemu ya mifarakano ya wawili hao. Yaani kama baba na mama hawaelewani, wana matatizo, wana ugomvi, wana nini, mtoto hapaswi kuwa sehemu ya hilo jambo. Wenye ugomvi ni hao watu wazima wawili, lakini mtoto yeye amejikuta yuko katika hao watu bila yeye kusema labda ameomba kuwa hiyo sehemu. Kwa hiyo tunashauri sana mzazi wa kike, mara nyingi kwa sababu yeye ndo anabeba ujauzito, hawezi kusingizia wa mtoto, ajitahidi kwa kadri anapoweza, kwa sababu pamoja na ugomvi uliopo kati yao, bado yule mtoto ni babake. Lazima huyo mtoto afahamu babake ni nani, afahamu historia yake, afahamu ukoo wake, chimbuko lake, kwa sababu hata ukimficha leo, kesho atafahamu na itavunja mahusiano kati yako wewe na huyo mtoto wako. Na ukizingatia kwa sasa hivi tunaishi katika dunia ya teknolojia, kwa hiyo hata ukimficha mtoto kuna namna atatafuta. Kwa sasa hivi tunaona wale mataifa ya magharibi, sasa hivi kuna watu wanajaribu kutumia teknolojia kujua walitokea wapi, yani background yao, historia yao ni wapi. Tumeona kama wasanii wakubwa sasa hivi, mtu alikuwa ni mtu mzima anaishi Marekani huko, sasa hivi anasema mimi naona historia yangu nimetokea Mali, mimi naona historia yangu nimetokea. Kwa hiyo hata kizazi cha sasa hivi hasa tunatakiwa kuambia wafahamu historia. Ni kitu kibaya sana kwa hali ya kawaida, lakini pia kisheria mtoto anatakiwa kwanza kupewa jina, apewe jina ambalo ni la kwake kwa mujibu wa nani baba yake, background yake ni ipi, familia yake huko. Kwa hiyo ni mtoto anatakiwa apewe afahamishwe, lakini kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba ugomvi wa hawa watu wazima wawili hauathiri huyu mtoto kwa namna moja ama nyingine. Tunasema maamuzi yoyote ambayo tutakayoyafanya yawe kwa ajili ya maslahi ya mtoto.